Karibu sana mpenzi mtazamaji wa channel ya Hot Plus. Hot Plus ni chaneli sahihi kwako kwa ajili ya kupata maarifa mbalimbali ikiwamo ya muziki ama upigaji wa kinanda, kuimba na kadhalika. Basi awali ya yote bila kupoteza muda, kwanza kabisa tusalimiane. Wassalamu alaikum kwa wale ndugu zetu Waislamu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo kwa wale wa Kristo. Na kwa wale wengine wale mambo vipi, uko poa? Umechagua kipindi kizuri kutoka Hot Plus cha kujifunza kinanda kwa njia rahisi, na nitahakikisha kabisa unajua. Section ya comment ni kwa ajili yako hapo chini. Kwa hiyo nitatarajia nipokee maswali mazuri sana, maswali mengi sana, au vipi, na michango na maoni na ushauri juu ya kipindi chetu, tukiboreshe vipi, tukifanye vipi ili kila mmoja aweze kufurahia, au vipi. Mimi nataka nipate marafiki wa kweli, ujue nataka marafiki wa kweli ili tuweze kuona kipindi hiki kinaenda vizuri na kina supportiwa vizuri na kinakuwa na kinasaidia wengi. Hilo ndio lengo letu. Basi bila kupoteza muda, karibu. Basi somo letu la kwanza tutaangalia sura ya piano. Kama unavyoona, hiyo ndio sura ya piano. Piano kipo kama hivyo unavyoona. Unajua kwa nini tunajifunza sura ya piano? Kwa sababu kwanza utangulizi ni muhimu kwenye jambo lolote lile. Hata ukienda kujifunza gari, hatuwezi tukakupa funguo tu tukakwambia bwana washa gari ndinga hiyo, sepa ondoka. Haiwezekaniki, hamna kitu cha namna hiyo. Lazima tukwambie bwana, huu ndio skani, basi funguo kiwasha hapo, breki hii, honi hapa, sight mila hizi hapa hizi, ili usije kaleta ajali ujue. Ndio maana unafanya vile, lazima ukupe orientation, yani utambulisho wa kile kitu. Na sisi ndio maana tunakupa muonekano wa kinanda, piano outlook kwa jina lingine tunasema hivyo. Kwa hiyo kama unavyoona, hiko ndio kinanda chetu, na kinanda kimeundwa kwa vibonyezo ama button au wengine wanaita note. Hizi hapa kuna hizi noti nyeupe na hizi noti nyeusi. Utagundua hizi noti nyeusi zimetenganisha hizi noti nyeupe. Unaona kila kwenye noti nyeusi utaona zimetenganisha noti nyeupe. So unaona hapo ukiangalia noti nyeusi imetenganisha noti nyeupe. Hii hapa na nyeusi imetenganisha noti nyeupe. Namna hiyo ndio kinanda jinsi kilikuwa kimeundwa hivyo. Lakini kuna hesabu ambazo zipo hapo kwa haraka haraka ukiangalia utagundua kwamba kuna mfumo wa kujirudia kuanzia kwenye herufi na kwenye vibonyezo vyenyewe. Kwa mfano, kwenye herufi ambazo tunazo kwenye kinanda ziko herufi 7 ambayo ni A, B, C, D, E, F, G. Najirudia tena. A, B, C, D, E, F, G. Najirudia tena. A, B, C, D, E, F, G. Najirudia tena hapo. A, B, C, D, E, F, G. Kwa hiyo tuna herufi 7 tu. A, B, C, D, E, F, G. Sawa. Najua unaweza ukaniuliza ukasema mbona nasikia kuna E flat, B flat. Huko tutafika. Tunaanza kidogo kidogo, lakini sasa hivi naomba tufahamu kwamba tuna herufi 7. Sawa. Sasa kwa nini tunasema ni mfumo wa kujirudia ndio ambao upo hapa? Angalia na hivyo vibonyezo vyeusi. Unagundua kitu? Acha masiara bwana. Ona. Vibonyezo viwili vyeusi, vitatu vyeusi. 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 Kwa hiyo utagundua formula imejirudia, ni makundi. Kwa hiyo utasema sasa unajuaje kwamba hii ndio A, hii ndio B, hii ndio C? Kwa hiyo ina maana kama hii hapa itakuwa ni A. Hii hapa ndio itakuwa ni A. Kwa sababu kilichokuwa hapa ndio kipo huku. Umeshanielewa? Sasa tafsiri yake iko vipi? Utagundua kwamba ili uweze kujua noti za kinanda kwa kushafahamu, kwa kuwa tumeshafahamu sura ya kinanda jinsi ilivyo hivi, utajuaje? Utagundua kwamba kwenye kila vibonyezo viwili vyeusi, cha kushoto ni C, na kwenye kila vibonyezo viwili vyeusi, cha katikati hapa ni D, na kwenye kila vibonyezo viwili vyeusi, cha kulia kwake ni E. Haya, unakuja tena
vibonyezo vitatu vyeusi. Kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki cha kushoto hapa huwa ni F. Na kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki hapa hiki kinakuwa ni G. Na kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki hapa hiki kinakuwa ni A. Na kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki hapa kinakuwa ni B. Inajirudia tena. Kila vibonyezo viwili vyeusi hiki hapa ni C. Kila vibonyezo viwili vyeusi hiki hapa ni D. Kila vibonyezo viwili vyeusi hiki hapa ni E. Kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki hapa kushoto ni F. Kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki hapa inakuwa ni G. Kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi tena hiki hapa inakuwa ni A. Kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi hiki hapa inakuwa ni noti B. Kwa hiyo mfumo unakuwa uko hivyo. Umeshanielewa? Sasa tunaelewana. Haya. Hebu sasa tufanye zoezi kwa pamoja. Hebu tutafute noti D ilipo. Sawa. Waliosema hapa wamepata. Hii ni B. Kwa sababu B inapatikana kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi. Hii ya kulia inakuwa ni B. Kwa hiyo waliosema hapa wamepata, hata waliosema hapa wamepata, hata waliosema hapa wamepata, hata waliosema hapa wamepata. Kwa sababu B inapatikana kwenye kila vibonyezo vitatu vyeusi. Cha kulia kinakuwa ni B. Je, tukisema noti D tunaipataje? Hebu haraka hapo nionyeshe noti D. Ndio, noti D upatikana katikati ya vibonyezo viwili vyeusi. Kwa hiyo waliosema hapa D wamepata, hata waliosema hapa wamepata, hata waliosema hapa wamepata, hata waliosema hapa wamepata, hata waliosema huko wamepata. Hebu jipigie makofi basi angalau. Very good, very good, very good, very nice. Basi tunaendelea na kipindi chetu hivyo. Kipindi ndo kwanza mambo yanaanza. Mpaka hapo tumeshaelewana. Jamani, kuna mtu mwenye swali ambaye hajaelewa sura ya kinanda jamani, kabla sijaenda mbele? Tumeshaelewana. Tunaingia hatua nyingine ya pili ya kufahamu sura ya kinanda, ambapo ni mgawanyiko wa kinanda. Kinanda hiki kimegawanywa katikati, sauti za juu na sauti za chini, ambazo kwa kitaalamu zinaitwa bass clef. Na za juu zinaitwa G clef. Au kwa jina lingine inaitwa treble clef. Waingereza wanaita quartet. Lugha zingine hizi jamani tukitamka vibaya mtusamee tu, maana wengine tumezaliwa hapa Bongo au vipi? Sawa, nadhani tumeelewana. Kwa kinanda kina sauti za juu na sauti za chini. Sauti za juu zinaanzia hapa zinaenda huku, na za chini zinaanzia hapa zinashuka chini. Sasa utajuaje sauti za juu zinaanzia hapa? Mara nyingi kwenye kila kinanda kuna alama ambayo imewekwa. Umeona kama hapa? Hii hapa hii ni C. Ni C ya katikati, hii C4. Unaona C4 inaonekana sana, hizi zingine zimejificha. Sasa utajua tu, lazima kutakuwa kuna ishara ambayo inakuonesha kwamba hapa ndipo katikati mwa kinanda. Na katikati kwa kinanda ndipo panapokusaidia wewe ukae vipi, yani position. Hata mtu ili ukae vizuri kwenye kinanda, lazima kwenye kinanda ukae katikati. Ili uwe free, uwe comfortable, uwe huru kukitawala na kucheza, kulia na kushoto na cheza vizuri. Kwa hiyo hii alama ni nzuri sana jinsi ya kukaa kwenye kinanda, na pia inakusaidia jinsi ya kupanga mikono yako na vidole vyako, kwamba mkono wa kushoto alikadhalika kwamba unatawala hapa kuanzia hapa kwenda huku, kuanzia hapa kwenda huku. Ndio umuhimu wa kuweza kuelewa kanuni ya kinanda au muonekano wa kinanda ama sura ya kinanda. Kufahamu kinanda ndio umuhimu wake. Sasa mkono wangu unatakiwa uanzie hapa uende huko, na kulia unaanza hapo uende huko. Kuona mimi nitakuwa hapa katikati, basi unajua kwamba kumbe kanuni ndo ziko hivyo. Ndio maana tunasema kwamba hatuwezi tukakupa gari uliendeleshe bila kukufahamisha kwamba breki iko wapi, honi iko wapi, side mila zinafanyaje kazi. Ndio maana nakwambia angalia hiki kipindi mpaka mwisho, nafuatilia vipindi vyetu, usiruke pointi hata moja, na kuhakikishia lazima ufahamu kinanda. Tuendelee. Basi tumeshaona sauti za juu na sauti za chini, ndipo kinanda kilipokuwa kimegawanya, ambapo kwa pamoja hizi sauti sasa ndio hutengeneza harmony. Unaona harmony, sikia hapo sound namna hiyo. Kwa hiyo ukiona mtu anaimba sauti ya chini bass, wale ni wazee wa bass wanaimbia huko, wazee wa bass, yani bass inapiga huko. Umeshaona?
Alafu sauti za juu, sauti za juu zinapigwa huku ndo zinapiga sauti za juu. Wazee wa soprano, kuna watu fani magusagusa hapo. Umeona? Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo huo ndo umuhimu wa kujifunza kinanda na kuelewa sura ya kinanda. Sura ya kinanda ni rahisi. Ni rahisi sana. Kwa hiyo ukishafahamu tu sauti jinsi zilivyo zimegawanywa za juu na za chini. Sasa kuna vitu vya kitaalamu vya kufahamu tunapozungumzia mgawanyo sauti za juu na za chini kwenye hii C ya katikati. Kitaalamu hii C inaitwa middle C, the middle C. Yaani C ya katikati. Kwa unaweza kaenda kwenye material fulani unapojifunza mtu akwambia do you know the middle C? Unaijua middle C? Middle C mwambie tu middle C naielewa. Middle C ni point ya katikati kabisa ambayo inanisaidia mimi kama mpiga kinanda, kama mtaalamu wa kinanda ili niweze kukaa vipi, kwamba inanisaidia pia niweze kujua mgawanyo wa kinanda kulia na kushoto. Kwa hiyo inanisaidia pia niweze kukaa properly kwenye kinanda ili niweze kukaa. Middle C. Bwana, mimi naomba tuishie hapo. Ulikuwa na mimi Chief Salamanda. Mimi sio Chief Salamanda bwana. Mimi ni Chief. Kwaheri.